Bwana asifiwe sana. Unaenda kusoma kile kitabu cha Mathayo sura ya 9. Kuanzia mstari ule wa 28. Yesu anapita, vipofu wawili wakamwona. Sasa mwana Daudi uturehemu. Yesu anaendelea zake tu. Jamaa wameng'ang'ana naye. Wanaenda naye. Turehemu, tuponye leo. Mpaka Yesu anaingia ndani, wameingia kule. Yesu fanya mchakato basi. Nataka tuone sisi. Akasema mnaamini naweza kufanya hivyo? Wakasema ndio tunaamini. Kwa kadiri ya imani yenu mpate. Kwenye mstari wa 29 anasema kwa kadiri ya imani yenu na wewe kwa kadiri ya imani yako Mungu atakupa. Basi imani ni kuwa na uhakika wa mambo. Ni bayana ya mambo yasiyo. Mungu anaangalia imani yako. Anaangalia imani yako. Anaangalia imani yako. Maamuzi unayoyafanya na imani ulionayo ndio Mungu anaangalia. Anasema basi imani isipokuwa na matendo imefanya nini? Imekufa. Hawa jamaa walikuwa na imani ya kwamba twende. Imani yetu ni kwamba twende. Tukipata chakula sawa, tukikosa sawa. Potelea mbali. Bwana asifiwe sana. Umeona haya maamuzi? Umeangalia maamuzi yako? Ya kwamba na watu wengine mkipitia misukosuko tukisema bora kufa. Haleluya. Usipende kukatakata tamaa. Sasa hawajasema jamani tukaeni hapa tu bora kufa kuliko kwenda kule. Faa moyo ujasiri kama hao wakoma. Bwana asifiwe sana. Na wakaenda, wakakutana na fedha, wakakutana na mavazi. Kwanza wakachukua wakala. Jambo la kwanza wakala, njaa inauma. Maana nguvu ya kubeba hivyo vitu wanapata wapi? Na wale jamaa walienda, walijua kabisa kwamba sasa hivi ni mchana. Muda wa kula chakula ya mchana ndio wakaenda. Kwa hiyo jamaa walikuwa wanapika. Na Mungu inawezekana aliwategeshea kwamba pilau wakati linakaribia kuiva pale. Ndio sasa hao jamaa wafanye nini? Waanze kutembea. Ili wakifika pale kwanza waanze kufanya nini? Kula. Njaa inauma. Wakafika pale wakala, walivyokula, utaenda kusoma kwenye hiyo story. Walivyokula, wakabeba mavazi, wakaenda wakaficha fedha, dhahabu, wakaficha. Walivyomaliza kujihudumia sasa, hatima yao imetimia. Makoma ya matajiri. Yaani hapo siku hiyo ndio ilikuwa wakoma matajiri. Yaani umegundua mgodi wenye pesa, wenye dhahabu, wanafikiri maunga hata wangebeba wote sangewaozea. So alikuwa anabeba vitu ambavyo alifanya nini? Aviosi, wakaenda kwanza wakaviweka. Walipotoka hapo, wakasema sasa tufanyeje? Teneza tukaambie ndugu zetu. Wakafika pale wanawaambia. Wakati wanawaambia hata mfalme, wakoma wana ajenda wamekuja naye. Mfalme wao mwenyewe kwa sababu haelewi chochote. Akasema huko mtego. Tusiende. Sasa basi waende watu watano basi wakaangalie kwanza alafu baadaye ndio warudi. Tuone namna ambavyo ni kweli. Wakati wazao tayari wameshajilimbikizia mali. Wanawaambia nendeni. Hebu nendeni kwanza nyinyi kwanza kaangalie. Wakaenda wanarudi wasema mfalme kweli bwana. Lile dili kweli waliosema msosi upo. Sasa nendeni mkachukue. Ndio wanatuma magari mengi yanaenda yanabeba, yanaleta pale, yalivyoleta pale, yakaweka, watu wakasema sasa leo tunakula. Njaa leo ni mwisho. Kilichofanyika sasa, yule akida aliyekataa unabii ndio akawekwa akae wapi? Mlangoni. Nyinyi mnasikia watu wakakanyagana? Na mimi nakwambia ukiambia usimwambie chakula, usijifanye mbabe. Kwenye chakula watu wanaweza wakakuua chapu kwa haraka. Hakuna mtu. Yaani mimi nakwambia. Nini? Mkate hapa. Yaani kwenye chakula sasa yule akida akasema, "Je, hamna kupita." Mpaka niseme mimi wakasema mpaka useme wewe ndo nani. Sukuma kule wakamkanyaga. Watu wakawahi chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na alipokanyaga yule jamaa ndio biashara yake ilifanya nini? Iliishia pale. Neno la unabii linatimia. Ya kwamba utaona lakini hautakula. Hicho ndicho kilichomponza ndugu yenu. Ya kwamba unabii umetoka badala ya kuamini neno la Mungu kusema amina mtu wa Mungu. Kwa sababu Elisha sio mara ya kwanza kufanya hivyo. Ukienda sura ya 4 pale amemfufua mtu. Tena sura ya 8 mfalme anauliza anamwambia Gehazi, "Wewe Gehazi, hebu niambie. Huyu Elisha ndio aliyemfufua mtoto wale mama?"
Maana yule mama naye anaingia, anakuja kudai haki yake ya shamba. Jamani, nimetapeliwa, nimezulumiwa. Egaza akasema mfalme usihangaike, mama mwenyewe huyu hapa muulize. Mtoto wake aliyefufuliwa. Elisha sio mara ya kwanza kufanya hayo mambo. Mtumishi wa Mungu sio mara ya kwanza kufanya, alifanya mara kibao, lakini cha kushangaza kwa sababu kuna mijitu mingine imeshaumbwa iko demoniki, ina mapepo. Wakati mwingine wewe unapotaka kupiga hatua, unasema mimi namwamini Mungu, sijui ila mimi naamini waganga mwenzako. Wewe waganga ndio nani? Nipeleke basi na mimi. Ng'ang'ana kwenye imani yako. Anaenda kwa mganga anafanikiwa. Waulize wakubwa waliokutangulia watakwambia, sio kila anaenda kwa mganga anafanya nini? Hatafanikiwa. Yaani inawezekana wewe nyota yako na waganga ni mbali mbali. Ukienda kule yani unapojaribu hivi, ndio kwanza kioo cha mganga ndio kinapasuka. Wewe nani? Toka hapa. Ondoka. Unakuja